Ni rahisi kuomba pesa. Nimwambia mama fulani, unaomba sana hela. Jambo jema, pesa zitakuja. Ila una uwezo wa kuishi na hizo hela? Mtumishi wa Mungu mmoja alisema, nimsikia zamani sana, anasema hivi, nikikupa bilioni moja wewe sasa hivi hapa, nikakupa bilioni moja, unaweza kuishi nazo wewe hizo bilioni moja? Utatembea bila viatu. Alisema Daktari Josephat Gwajima, alisema utatembea bila nini? Bila viatu. Kuna kitu kinaitwa kichaa cha pesa. Sema kichaa cha pesa. Kichaa cha pesa ndicho kinachofanya watu wabadilikiwe baada ya kuwa wamiliki pesa, kwa sababu kichaa cha pesa kinaingia. Kwa hiyo uwezo wa utulivu haupo, hauwezi kutulia yani. Hii tuko sawa sawa? Amina. Tuko sawa sawa? Hebu tulia. Mwambie mwenzako tulia. Bwana amekupa neema utamiliki makampuni, tulia. Amina. Amen. Tulia. Hebu acha mapepe yasiyokuwa na maana katika jina la Yesu. Amina. Tuko sawa sawa? Amen. Jambo jingine anasema wenye kujisifu. Siku za mwisho kutakuwa na tabia ya watu kujisifu. Unaona nimefanya vizuri hapa. Ukisikia mtu anaongea sana maisha yake sana, nimejenga pale, nimefanya hivi pale, lakini hiyo ni tabia ya kujisifu. Katika kitabu cha Ufalme kuna mfalme mmoja ambaye alifanya kosa la kuchukua mali alizokuwa nazo, akamwonyesha mtu ambaye halikuwa ni wadui wa Mungu. Hiyo ndio sababu ya Waisraeli kuingia katika utumwa wa Babeli. Akatenda, anaitwa Ezekia. Ezekia akaonyesha mali alizokuwa nazo kwa mtu ambaye hakuwa sahihi. Nilikuwa najifunza hicho kitu hapa juzi. Nashangaa, Mungu nisaidie sana. Yaani akaonyesha vitu vya thamani, akaonyesha dhahabu alizokuwa nazo, akaonyesha mali alizokuwa nazo, akaonyesha pale. Mungu akasema kwa kosa hili mabaya hayatakupata wakati huu, lakini atakipata kizazi chako. Ikatokea wana wa Israeli kupelekwa katika utumwa wa Babeli kwa sababu ya mtu kujionyesha. Mwambie mwenzako kuwa mtulivu. Tulia. Una wasiwasi gani? Na ndio maana hata wazungu wanatushangaa wakati mwingine. Hivi nchi za Afrika zina shida gani? Tunatoa pesa zifanye kitu fulani, hawafanyi. Tunajitahidi, hivi zina shida gani? Ulimbukeni wa pesa. Usio ulimbukeni. Yaani kutokutoa zaka ni ulimbukeni wa hela. Amina. Ni kwa sababu na ulimbukeni tu ndio maana utoi kwenye nyumba ya Bwana. Hii tuko sawa.